Nasema hivi, tuna makundi ya watu wa aina nne. Aina ya kwanza ni watoto, si ndio? Hao wazazi wako responsible kufanya maamuzi, wazazi au walezi, si ndio? Ni lazima wafanyiwe maamuzi kwa sababu hawako matured enough wao kuweza kufanya maamuzi. Watoto hao. Kundi la pili ni hawa vijana wadogo, nazungumzia miaka 10 mpaka 16. Si ndio? Hawa wana sehemu yao ya maamuzi na kuna sehemu wazazi wanahusika kwa maamuzi. Ni kama vile 50 kwa 50. Yaani kuna 50 wanaamua wao, kuna 50 wanaamua kina nani? Wazazi. Alafu kuna hawa vijana wakubwa ambao wako nyumbani. Si ndio? Na wao wana asilimia kubwa ya maamuzi yao binafsi, lakini bado pia kuna nafasi ya maamuzi ya mzazi. Kwa sababu bado hujatoka kwenye himaya ya mzazi. Mzazi ndo anajua wewe unavaa nini, mzazi ndo anajua wewe unakula nini, mzazi ndo anajua wewe unatakiwa kufanya nini. Kwa sababu hizo bado wewe utahitaji kuna vitu vifanyiwe maamuzi na wazazi, si ndio? Wewe upo kwenu uwezo kaamua tu umeamka asubuhi badilisha sitting room. Subiri, upo kwenu unataka uamke saa ngapi? Yani upo kwenu unataka wewe ndo uamue uamke saa ngapi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Au baba na mama wamekaa sebuleni wanaangalia TV, wewe unataka uwalazimishe wao waangalie kile unachotaka wewe. Wewe haukuwepo wakati wananunua TV, acha kiburi. Sio, unaelewa? Alafu kundi la 4 ni la vijana ambao tayari wameshaondoka nyumbani. Hawa mzazi hana sehemu yoyote ya maamuzi kwao. Kitu alichonacho kwao ni ushauri. Kwa hiyo mzazi usianze kulazimisha maamuzi yako yatendewe kazi kwa mtoto ambaye tayari naye ana himaya yake. Kama ambavyo wewe hapo kwako hakuna naye kuingilia kwenye maamuzi. Na huyo kijana wako au binti yako ambaye tayari ameshatoka kwako anajitegemea, naye hahitaji kuingiliwa kwenye maamuzi.